Jamaa aligundua njia ya kupiga hela kirahisi. Aliamua kujifanya kipofu, akawa anaomba hela nje ya msikiti. Alipokuwa anatembea barabarani, wasamaria wema walijitolea kumvusha barabara. Kwa kuwa walijua yeye ni kipofu, alikuwa anaishi kwenye nyumba za serikali bila kulipa kodi. Kwa kuwa mshikaji alikuwa na kipaji cha kupiga kinanda, alikuwa anaalikwa kwenye majumba ya kitajiri kwa ajili ya kupiga muziki. Matajiri walikuwa wanajiachia sana mbele yake kwa sababu walijua yeye ni kipofu. Kipaji chake cha kupiga kinanda kilimuingizia hela nyingi kuliko kipofu yote nchini India. Siku moja alialikwa kwa ajili ya kupiga kinanda kwenye birthday ya mke wa tajiri. Alipogonga, mwanamke alisita kumruhusu aingie. Utakuwa umekosea nyumba. Bosi ameshanitumia advance, amesema nije ni perform kama surprise kwenye birthday yako. Bila shaka naongea na Fahima. Kama wewe sio Fahima, basi niache niende. Jirani mbea akatoka nje. Dada akamruhusu jamaa aingie ndani. Dada alipojiridhisha kwamba Akashi ni kipofu, akamuongoza hadi ilipo piano. Jamaa akaanza kumwimbia, dada akatabasamu. Akashi alishtuka kuona kuna maiti imelazwa karibu na meza ya kulia chakula. Akaelewa kwa nini huyu dada alikuwa anasita kumruhusu aingie. Akashi hakupaniki wala nini, akamwomba dada amsindikize chooni. Alipokuwa anatembea alikanyaga damu kwa makusudi ili dada huyu aamini kwamba yeye ni kipofu kweli. Akashi alipanga kuja bafuni ili amue nini cha kufanya. Alipofika bafuni akakutana na muuaji ameshika bastola. Akashi aliogopa sana, akajizuia asitetemeke. Alijua akinengeneka tu atagundulika kwamba sio kipofu na atauawa. Akashi akakojoa mbele ya mshikaji, mshikaji akaamini kweli ni kipofu. Akashi alipokuwa anarudi aligundua kwamba marehemu ndo tajiri aliyemlipa na kumwalika aje atumbuize leo. Akashi akarudi kukaa, akaendelea kupiga piano kama kawaida ili asigundulike. Mwanamke akawa anajifanya anampigia mume wake, akamwambia Akashi mume wake atakuja baada ya dakika 10. Mbele ya macho ya Akashi walishirikiana kunyanyua mwili na kuweka ndani ya begi na kusafisha sebule. Wakajipanga kwa ajili ya kwenda kuuzika ule mwili ili kupoteza ushahidi. Dada akatembea hadi mlangoni, akajifanya anamkaribisha mume wake ili aingie ndani. Akaplay sauti ya mume wake kwenye bluetooth speaker, akajifanya anaongea na mume wake mbele ya Akashi. Baada ya kuongea na mume wake kwa dakika kadhaa, akajifanya anamsindikiza mume wake ambaye ana safari ya kibiashara. Muuaji alivaa nguo za tajiri, akaondoka na begi la maiti. Baada ya kumaliza kazi, Akashi alikaa nje ya kituo cha polisi akawa anajiuliza ripoti polisi au la. Akakumbuka jinsi ambavyo marehemu tajiri alikuwa na roho nzuri. Alikuwa anamlipa pesa nyingi sana na amempa connection nyingi sana hapa mjini. Ni jana tu alikuwa anacheka pamoja, leo ameuawa kikatili. Kibaya zaidi kauawa na mke wake aliyekuwa anamwamini sana. Akaamini Mungu atakuwa amepanga yeye ashuhudie mauaji. Kuna mama alikuja alimwambia achague namba ya bahati. Mama alikuwa anaamini namba atakayoichagua kipofu lazima ishinde. Akashi akachagua namba. Baada ya hapo akaamua kwenda kituo cha polisi kwa ajili ya kuripoti mauaji. Alipofika ndani ya kituo, Akashi alimwambia afande kuwa amekuja kuripoti mauaji. Kabla Akashi hajatoa maelezo ya kutosha, akamuona muuaji aliyekutana naye chooni amevaa mavazi ya kipolisi. Akagundua muuaji ni mkuu wa kituo cha polisi. Story narudi nyuma kidogo. Tajiri Pramod Sinha anarudi nyumbani kwa mke wake wa pili ambaye anaitwa Sini au Fahima. Fahima na huyu tajiri waliishi maisha ya furaha sana, japokuwa mtaani mahaters walikuwa wanasema kwamba huyu binti amemwoa huyu mzee kwa sababu ya pesa zake. Fahima ambaye ni mwigizaji maarufu wa kujali maneno ya watu kwenye comments. Fahima ana mtoto anaitwa Dani. Alizaa na mume wake wa zamani. Dani huwa anakuja kwenye hii nyumba mara kwa mara. Siku moja Akashi akiwa kwenye misele hapa na pale, anagongwa na mdada anaitwa Sophie. Sophie anaenda kumnunulia Akashi chakula kama sehemu ya kumwomba msamaha. Sophie alipogundua kuwa Akashi anajua kupiga kinanda, akampa ajira ya kuwa mpiga kinanda kwenye mgahawa wa baba yake. Akashi akijifungiaga ndani ya nyumba yake, huwa anatoa lenzi za machoni zinazomfanya aonekane kama kipofu. Akashi anaishi kwenye nyumba peke yake kwa ajili ya kutunza siri yake ya ukipofu. Ukipofu wake unasababisha apige hela sana kwenye kumbi mbalimbali za muziki. Kesho yake alienda kazini akapiga kinanda kwa umahiri wa hali ya juu. Mwigizaji tajiri Pramod alikuwa amekuja kwenye huu mgahawa. Unapiga kinanda vizuri sana, endelea hivyo hivyo utafika mbali. Wiki 3 baadaye Pramod anamfuata Akashi baada ya kuimba. Kijana, inabidi uje uimbe pale nyumbani kwangu kwa ajili ya sherehe ya mke wangu, nitakulipa vizuri. Mke wangu Fahima, kesho ndasafiri, nitaenda nje ya mji. Mpango wa huyu mzee ulikuwa ni kumsurprise mke wake kesho yake mchana. Usiku Sophie anakaribishwa ndani na Akashi kwa sababu nje kulikuwa na mvua kubwa inanyesha. Walibadilisha nguo wakaanza kupiga story mbalimbali kuhusu maisha yao. Katikati ya story upwiru ukawapanda wakajikuta wamekiwasha. Kesho yake Akashi akaenda kumsurprise Fahima. Fahima akasita kumfungulia mlango, mwisho wa siku akamfungulia mlango, akaingia ndani akashuhudia mauaji. Baada ya hapo akaenda kwenye kituo cha daladala, akawa anajiuliza aende kituo cha polisi au la, akaamua kuingia kituo cha polisi. Nimekuja kuripoti mauaji. Mkuu wa kituo cha polisi akaja kumsikiliza. Mungu wangu, huyu jamaa ndo aliyefumaniwa na mke wa tajiri, akamuua tajiri yangu, akamweka kwenye begi akaenda kutupa mwili wake. Ngoja nibadilishe topic. Afande, kuna mtu anafanya mauaji, anawaua paka wangu. Na hisi unanidanganya, nipeleke hadi nyumbani kwako tukafanya uchunguzi zaidi. Akashi na Afande wakapanda kwenye gari kuelekea nyumbani kwa Akashi. Walipokuwa njiani walikutana na mke wa Afande anaitwa Rasik.